Naam, karibu tena kwenye chaneli yetu kwa ajili ya kujuzana, kufundishana, kuelimishana kwenye hiki na kile. Naam, nipo hapa kwa ajili ya kuwajuza wale vijana wenzangu ambao hawajui hili, yani kipi cha kuanza katika utengenezaji wa vitanda hivi vya sofa, vitanda vya kisasa. Kati ya mimi na wewe, hakuna kijana ambaye asiyejua kwa sasa hivi, au hakuna Mtanzania asiyejua kwamba vitanda vya sofa ndio vitanda ambavyo vinauzika sana. Kila mmoja hilo analijua, na ndio njia rahisi sana kujipatia pesa wakati huu. Sasa unakaje nyumbani kirahisi namna hiyo, na alafu una simu kubwa, unaweza ukafuatilia mafunzo kama hivi online? Ushauri wangu, mimi nilikuwa naomba muda kutoka kwako, ili niweze kukujuza kile ambacho mimi ninacho kwa wewe ambaye hautambui, na pia nilikuwa naendelea kuomba muda kwa mafundi wenzangu ambao wanatambua. Nilikuwa naomba muda wa kuendelea kujuzana. Tunajuzana tu hapa, tunafundishana, kila mmoja aweze kuingiza riziki kwa upande wake. Biashara sasa hivi imeendelea. Unaweza ukakaa zako nyumbani ukanunua mbao, ukatengeneza kitanda, ukamaliza, ukakiposti, wateja wakaja wakakinunua. Umeona, usi muda sasa wa kuchukua simu yako kukesha kuangalia vituko muda wote. Hapana, inaruhusiwa kwa sababu ni starehe, lakini angalia ni nini cha kufanya. Simu zinaingiza hela sasa hivi. Katika sekta ya kibiashara kwa sasa hivi, vitanda vya sofa au maarufu bed sofa vinauzika sana. Naona mnakutana na vitanda vingi mtandaoni vinauzwa, anauza 200,000, huyu anauza 180,000. Usafiri free deliver. Najua unatamani na wewe uje kuwa fundi, unatamani kuja kuwa fundi. Sasa mimi leo hii nimekaa hapa, ama nipo hapa kwa ajili ya kukusanua kijana mwenzangu, ili uweze kutambua nini cha ukifanya na lipi ulifanye ili uweze kufanikiwa. Tunaambiwa ulicho nacho mkabidhi na mwenzio. Yani hata kama tutakuwa nusu ya vijana tukawa mafundi wa bed sofa, bado wateja wanahitajika. Kuna wateja wengi sana. Naam. Na kwa sasa hivi wewe mwenyewe unajionea kwamba vitanda vya sofa ndio vitanda ambavyo vimeuteka mji wetu wa Dar es Salaam, kwamba watu sasa hivi wanahitaji kwenda na wakati. Umeona? Kwa hiyo mimi nimejitolea kufundisha, kuwaelekeza vijana wenzangu. Pia najua kuna mafundi wenzangu. Sisite hapo chini kuacha comment, pia tunajuzana, lakini nilichokuepo nacho mimi nahitaji niwajulishe wenzangu ambao wale hawajui kabisa. Lengo langu kubwa ni kuweza kutambua nini cha kukifanya. Nifuate, niambie bwana fundi, mimi vifaa vyote ulivyosema na vihitaji niwe navyo, na sasa hivi nahitaji kujifunza. Nitafute WhatsApp niwaambie, na nilivyokuambia uwe navyo. So niambia unahitaji kujifunza, una nyundo, una msumeno, una tape. Hapana. Kwa usisahau kusubscribe, share, like, acha pia. Unaponifuata WhatsApp kama unahitaji kujifunza, huku pia nione message yako hapo chini. Message inaandika nifundishe, na alafu nifuate WhatsApp niambie nifundishe. Unaponifuata, angalizo nimekwambia, hakikisha una msumeno na una stapler mashine. Hivyo ndio vitu muhimu vya kuwa navyo. Na kuahidi ndani ya mwezi mmoja, kama kichwa chako kipo vizuri, utatengeneza kitanda wewe mwenyewe hapo nyumbani. Utatengeneza kitanda kilichonyooka na utaanza kuingiza riziki zako wewe mwenyewe. Sawa? Ndani ya mwezi huu mmoja. Na mtaanzaje kuingiza riziki? Riziki siku hizi bwana, kazi zimekuwa rahisi. Nikwambie kitu ndugu yangu. Mtandaoni tu umemaliza kama hivi, una post Facebook kama tunavyofanya sisi, wateja wanakutafuta, unawauzia. Sio, umenisoma? Riziki unaingiza. Sasa hivi ofisi sio paka ufungue barabarani, unaweza toka nyumbani umefungua vitanda vyako viwili, unaviposti, watu wanakuambia tuletee, ama wengine wanakuja kutizama mali, wameipenda, wanachukua mzigo, wanaondoka. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kama upo tayari, hakikisha nilivyokuambia uwe navyo tayari katika mikono yako, katika hifadhi yako nyumbani. Na pia usiache kufuatilia video zangu, na unapofuatilia video zangu usije ukaona kwamba nifuate WhatsApp kwa namba hizo hapo, niambie nifundishe. Sawa? Mimi nitakuwa nakupa maelekezo. Ninachokihitaji mimi wewe uweze kuingiza riziki
na mimi niingize riski. Na wewe ambaye upo nyumbani, wengine wanahitaji kimya au kuna video haijatoka, wewe fuatilia video, acha comment chini. Ujui chochote, kaa nyumbani, unatambua cha kufanya ni nini. Wewe unahitaji, umekaa zako nyumbani, unajua kutengeneza kitanda, unajua kutengeneza sofa, lakini hiyo sio kazi yako. Katika ile kazi yako ni kuuza duka. Vitu vidogo vidogo kama hivi havikusumbui. Kuna kazi ambazo zinahitaji uweze kuumiza kichwa, muite fundi, lakini vidogo vidogo kama hivi wewe mwenyewe unabidi kwanza uanze kupita navyo. Karibu, usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kulike. Nipo tayari kukuhudumia, nipo tayari kukufundisha. Na naamini utanikubali tu. Fanya hivyo nilivyokuambia mimi. Umeona? Usihangaike kijana. Hii mitandao ya kijamii ni kama fursa. Mwenyezi Mungu ametujalia sisi vijana sasa hivi, Mwenyezi Mungu ameturahisishia sana maisha yetu. Usifanye maisha kuja kuwa magumu. Maisha ni rahisi sana. Na hata ufundi zamani walikuwa wanatufundisha ufundi wanaobanabana sana. Unaenda kwa fundi kujifunza, unakaa mwaka mmoja na nusu, umeona. Lakini sasa hivi njia imekuwa nyeupe. Sisi wengine tunafundisha tu, haina haja. Mimi nakueleza ukweli, kitanda hiki kutengeneza hauchukui miezi 6, ndani ya mwezi mmoja tu, umeona. Andaa hivyo vitu nilivyokuambia wewe, andaa nyundo, andaa stapler, andaa msumeno, sio mnisoma. Kaa navyo. Na alafu nifuate, niambie fundi nifundishe. Mimi nitakwambia. Tunaanza na kitanda, sawa? Tafuta mbao 1, 2, 3. Mimi nitakuelekeza katika hizo mbao, hizi chana, hizo usichane. Sio mnisoma. Na nitaanza kuelekeza jinsi ya kugonga wewe mwenyewe. Na alafu utajishangaa, sawa? Kitanda cha kwanza tengeneza cha kulalia wewe mwenyewe. Iko cha kwanza utakapotengeneza, tengeneza cha kulalia wewe mwenyewe. Usiwauzie watu kwanza, usije ukaja ukapata kesi. Cha kwanza ukitengeneza, tengeneza ulalia wewe mwenyewe. Tengeneza kitanda vizuri, kinyooshe, waulize watu. Na ukishamaliza kutengeneza nitumie picha. Ndio napenda wanafunzi wangu wote ukishatengeneza umemaliza unatuma picha. Bwana engineer, fundi, mimi nilichokitengeneza bwana kimetokea hiki hapa. Mimi nitakwambia sasa hapo nini cha kufanya uongeze kiwe sawa, kipi cha kukiacha usikiongeze. Lakini mimi ninachohitaji ukishamaliza kutengeneza unanitumia picha ulipofikia sehemu gani. Wewe utajishangaa. Na kazi kubwa kwenye kitanda ni hii, umeona ya mbele, hii beki ya mbele. Hii ndio kazi kubwa. Mimi nimejitolea tu katika nafsi yangu, nimejitolea katika moyo wangu nikufundisha, kwa sababu napenda kufundisha na vijana wengi ambao nimewafundisha na ofisi zao, wana shughuli zao. Sasa wapo na sijawahi kupokea, mimi tuseme sijawahi kupokea malipo ya mzazi kwa wanafunzi wangu wote ambao nimewafundisha. Kwa sababu mimi mwenyewe historia yangu mpaka na kwa fundi, yani sikuwahi kulipiwa kwenda kwa mtu nikalipiwa pesa kwamba nimemleta mwanangu aje ajifunze. Hapana, nilisaidiwa. Kuna fundi tu alijitolea, alinisaidia mimi, nilienda niliomba, akajitolea, akasema njoo, sawa. Nikawa najifunza kwake, sikulipa hata shilingi 100, umeona. Kwa hiyo na mimi kwa kuwa sikumlipa yule na hajahitaji malipo kutoka kwangu, na mimi ndio maana nimejitolea kuwafundisha vijana wenzangu bila malipo ya aina yeyote. Nahitaji wewe ujue kama mimi nilivyofundishwa na wewe ujue. Hilo ndio jambo ambalo mimi nimejitolea. Ninamwombea sana fundi, Mwenyezi Mungu amlipe, ampe kila lililokuwa la kheri, amfungulie milango yake ya riziki, kwa sababu mimi leo hii na familia inakula kupitia yeye. Kwa na mimi fadhila zangu nazirudisha kwa vijana wenzangu, waweze kutambua, waweze kujifunza, waweze kujua cha ukifanya ni kipi, waweze kujua wapi waanzie na wapi waendelee. Na ninakuthibitishia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ndani ya muda mfupi unakuwa fundi. Nifuate na usitosheke na video za YouTube huku. Unaangalia, una comment, una like. Unaponifuata WhatsApp, hakikisha umeacha ujumbe YouTube. Na ujumbe wako au comment yako isomeke nifundishe. Kisha nifuate WhatsApp. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike, kucomment ili wengine pia wafaidike na mafunzo yangu. Fabi Touch.